Hamjambo wapenzi watazamaji wangu. Na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutupea hii fursa tena ya sisi kuweza kutangamana tena tangu nilipotoa ile video ya kwanza, ya pili, na leo imenilazimu kutoa video hii kwa kuhakikisha kwamba video ya kwanza inakamilika, kwa sababu ile video ya kwanza ilikuwa na tatizo kidogo, haikufika mpaka mwisho. Kwa sababu ya ile kanuni ya muda ambayo TikTok nafikiri imeweka, haikuwa refu sana ukilinganisha na ile ya YouTube ambayo ilifika mwisho. Ndio maana leo nahisi si vyema kuwaweka katika hali ya taharuki, kutokana na ari ya kutaka kujua ni yapi yaliyofuatia, kwa wale ambao pengine wamepata fursa ya kutazama TikTok na hawana muda ya kutazama YouTube. Basi unakumbuka katika ile video nilikuwa naelezea wakati sasa mimi nimepata kusimama mbele ya rais, na tayari nimekwisha ita mheshimiwa naibu wa rais mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Na already sasa yule bodyguard wake alikuwa anajaribu, yule mlinzi wake alikuwa anajaribu kuninyamazisha, acha kwanza utaongea na mzee siku nyingine. Mimi nikakataa, sikukubaliana na yeye kwa heshima, nikamwambia mimi ndugu yangu niko na matatizo chungu mzima. Ukizingatia kwamba tayari nilikuwa nimepoteza ajira yangu ya kwanza kwa sababu ya kujihusisha katika mjadala wa kumtetea mheshimiwa naibu wa rais wakati huo, na kaona ndio fursa ya kipekee ya mimi kuweza pengine kumfikia mheshimiwa naibu wa rais wakati huo, naibu wa rais huyo Daktari William Samoei Ruto. Basi katika mara ya tatu nikasikia mheshimiwa naibu wa rais ameitikia, na akielekezea umma ambao walikuwa wamekongamana pale kwa halaiki. Mheshimiwa naibu rais akasema nimesikia na nitaongea na huyo muungwana. Basi nikatulia, na wakati nilipokuwa natulia hivyo takriban kama baada ya muda kama nusu dakika hivi, nilihisi napapaswa kila mahali ghafla binvu, na walikuwa ni walinzi wa naibu wa rais wakati huo, na walikuwa wananipapasa kila mahali, kuanzia kwa miguu, wapi nini. Mara amekuja ule wa pikipiki amesimama hapo mbele akiniambia wapi huyo muungwana, wapi huyo jamaa, mzee anataka kuongea na yeye nini. So kanyang'anywa bahasha hapo. So hizo kanuni tu za kiulinzi, kwa sababu sasa unakumbuka ndio mara ya kwanza mimi nataka nimeomba kuongea na mheshimiwa rais, na katika mazingira kama hiyo ya hadara lazima kanuni kama hizo zingatiwa kwa mtu wa hadhi yake katika jamii. Basi nikaongozwa moja kwa moja mpaka kufika kwa mheshimiwa rais, naibu rais wakati huo amesimama kwenye carpet tayari kuondoka na msafara wake. Nikasimama pale, ameleta mkono nataka kunisalimia, mimi kupeleka mkono kumsalimia, nikapigwa mkono chini na mlinzi wake mmoja, kinaambia acha unataka kusalimia mzee kwa nini? So nikabisha mkono chini, lakini tayari mheshimiwa naibu rais ameleta mkono anataka kunisalimia. Basi ndio nikapeleka mkono kumsalimia, akiwa amezingirwa na viongozi mashuhuri, akiwemo pia gavana wa sasa wa Nairobi wakati huo alikuwa ndiye nominated senator, akiwa pia mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko akiwa wakati huo ndiye senator wa Nairobi, akiwa mbunge wakati huo wa Dagoretti Kusini mheshimiwa Beatrice Alachi, akiwa pia mbunge wa wakati huo wa Starehe bwana Charles Jagwa, yani Charles Kanyi, na pia alikuwa ni mbunge mteule mheshimiwa Rachel Shebesh. So katika hiyo mazingira mheshimiwa naibu rais ameleta mkono ananisalimia, nauliza nikusaidia namna gani. Basi mimi natumia hiyo fursa kwanza kwa niaba ya familia yetu ya mheshimiwa Oduya Oprong kumpongeza mheshimiwa naibu rais kwa kusaidia mzee wetu ambaye aliyekuwa ndio mpiganiaji uhuru wa Jamhuri ya Kenya, na ndiye pia aliwahi kuwa mbunge wa kwanza wa maeneo wa jamii ndogo ya Wateso, na pia akawa ndiye mmoja kati ya wale walikuwa wanatetea maslahi ya wafanyikazi katika Jamhuri hii ya Kenya. Na papo hapo kashukuru mheshimiwa naibu rais kwa msaada wa nusu milioni aliyotoa kutokana na juhudi ya mheshimiwa Mary Emase, mheshimiwa mbunge wa wakati huo wa Teso Kusini, hata sasa ndiye mbunge pale. Pale wakati baba yetu mzee Oprong alipokuwa amelazwa Moi Teaching and Referral Hospital Eldoret. Na pili nikamwomba mheshimiwa naibu wa rais anisaidie kwa jinsi anavyoweza yeye
kuona katika hekima yake itastahili mimi kupata ajira ama kusaidika kwa njia yote ile, ili niweze kujiendelesha pia katika malengo yangu maishani. Na hapo ndipo Mheshimiwa Naibu Rais akamuita Bwana Mwiti. Kumbuka Bwana Mwiti ndiye msaidizi mkuu katika masala ya itifaki na mambo ya coordination na protocol katika afisi ya Naibu Rais wakati huo, na ndio akampea maagizo ya kwamba nisaidike jinsi ambavyo inavyostahili kuendana sambamba na maombi yangu. Na hapo basi nikamshukuru Mheshimiwa Naibu Rais wakati huo, na alipoondoka pamoja na msafara wake, ndio Bwana Martin Mwiti akaniita pale kwenye hema na akaniuliza ni lini nahisi naweza kuja katika afisi zao. Nikamwambia yeye ni kesho tarehe 22 mwezi wa Juni mwaka huo, tarehe 17 mwaka wa 2017. Ndio sasa hiyo ilikuwa ni tarehe 21 mwezi Juni 2017. So ndio akachukua stakabadhi zangu, taarifa yangu, akasema ametuma Kimbele niende huko, nitapata afisa husika ambao watashughulikia swala langu kwa upesi na jinsi pasavyo. Basi ndio sasa unakuta kwamba huu ndo ukoko ulialika maua wakati tulianza kutengeneza video ya pili, mahali nilikutana na Ambassador Ken Nyaundo Osinde ambaye ndiye alikuwa Chief of Staff katika afisi ya Naibu Rais wakati huo. Na hiyo video ndio video ya pili ambayo katika hii nini yangu, katika channel yangu, na nimeahidi kwamba katika ile video ya pili tutatoa nyingine kuhusiana na mahali ambayo ni part 3 ya kuelezea sasa mkutano wangu na Private Secretary wa Deputy President of the Republic of Kenya Bwana Ruben Maiyo, wakati huo pia akiwa ndiye Private Secretary wa Naibu wa Rais. Nashukuru Mwenyezi Mungu na nawapenda nyinyi wote watu wangu. Subscribe, share, na tukipata fursa tena kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuungane katika ile video ambayo inakuja ya matangamano yangu na Bwana Ruben Maiyo. Asante sana na Mungu awarehemu. Asante.